Shalom shalom mtu wa Mungu wa thamani. Karibu kwenye episode ya pili ya kipindi chetu cha Take a Step, na episode ya pili inaenda kwa jina la chukua hatua, fikia ndoto zako. Na nimekuja kugundua kitu kimoja kwa watu wengi sana. Watu wengi sana wanapokuwa na malengo, wanapokuwa na ndoto mbalimbali na wanapokuwa na mambo mbalimbali ya mambo makubwa ambayo wanategemea kuyafanya, wengi huwa wanashindwa kuyafikia haya mambo kwa sababu tu kuna baadhi ya vitu wao wanakuwa wafahamu. Moja kati ya kitu kikubwa sana ambao watu wengi wenye malengo makubwa, wenye ndoto kubwa, au ambao wamegundua wana ukuu ndani yao, au watu ambao Mungu amekuwa akiwabeba mambo makubwa sana kuhusu maisha yao na maisha ya watu wengine, wameshindwa kujua kwamba mara nyingi sana Mungu anapokuwa anasema na mtu vitu vikubwa kama hivi, au mtu anapokuwa na malengo makubwa au mipango mikubwa sana, sio mara zote huwa mtu anaanzia kwenye ukubwa huo ambao anauona. Na wengine kwa sababu ya kusubiria kuanzia kwenye ukubwa huo ambao walimsikia Mungu, au ukubwa huo ambao wamepanga, au ukubwa huo ambao wanatamani kuanzia hapo, kwa sababu ya kusubiria kwa muda mrefu, wamejikuta kwamba wameshindwa kufikia hayo maono, hizo ndoto na hayo malengo, na wengine mpaka wamekufa kabisa bila kufikia hivyo vitu. Sasa leo nataka niseme kidogo, moja kama kati ya kitu cha msingi cha kufahamu kwa mtu ambaye ana malengo makubwa, ana ndoto nyingi au ndoto kubwa, ana ukuu ndani yake, na mtu ambaye ameambiwa na Mungu mambo makubwa sana. Kuna mara nyingi sana Mungu anaposema na mtu mambo makubwa, au mtu anapokuwa na malengo makubwa, huwa mtu anatakiwa huwa sio lazima mtu aanzie kwenye ukubwa ule ambao ameuona. Natamani ujifunze ufahamu ya kwamba sio lazima uanze kwenye huo ukubwa ambao unauona saa hii. Sio lazima uanze kwenye huo ukuu na kufahamika na ubora na uharaka ambao kwa saa hii unafikiria. Mara nyingi sana Mungu anataka watu waanze chini, ili pia Mungu awaandae watu, ili wanapozidi kuendelea taratibu mpaka kufikia kwenye ule ukuu au ile picha kubwa ya mwisho ambayo Mungu alionyesha, wao wamefika wakiwa watu imara. Moja kati ya changamoto kubwa sana ya mtu kutaka kuanzia juu, na watu ambao wameforce kuanzia juu, watu wameshuka mapema sana au wamepotea kabisa kwenye maeneo ambayo Mungu aliwaitia au Mungu aliwaamini, kwa sababu walienda kwenye field kubwa au kwenye mambo makubwa ambayo hawakuwa wameandaliwa kuanzia huko. Kwa hiyo natamani ujifunze kwa utulivu mkubwa sana ya kwamba kama Mungu kuna vitu amekusemesha, vitu vikubwa kuhusu taifa, vikubwa kuhusu Afrika au dunia yote, kama kuna mambo Mungu amekwambia, umekuwa na ndoto kubwa sana au umekuwa na malengo mengi makubwa sana, natamani tu ujifunze kwamba kwenye hayo malengo makubwa au ukubwa wa hiyo picha ya maono ulionayo, jifunze kutafuta sehemu ndogo ya kuanzia, ili utakapokuwa ukikua taratibu, utampa nafasi ya Mungu kukuandaa vizuri, ili siku ukifika kwenye huo ukuu iwe rahisi wewe kufanya kwa ubora mkubwa zaidi. Kwa hiyo nataka niseme namna gani ambayo unaweza ukaanza kwenye hizo hatua ndogo ndogo tu ili kukupeleka kule juu. Namna gani ambazo unaweza ukaanza kwenye hizo mambo madogo madogo tu mpaka ikaja kufikia hatua picha yote au jambo lote hilo kubwa ambalo ulikuwa unatamani kulifikia ukalifikia. Chukua hatua ya kwanza, nenda kaandike haya mambo ambayo Mungu amekusemesha, hayo maono au malengo ambayo umekuwa nayo, au hizo ndoto, hakikisha zipo kwenye maandishi. Kuna nguvu kubwa sana kwenye kuandika. Maandiko kwenye kitabu cha Habakuki sura ya 2 mstari wa 2, Biblia inasema ya kwamba Bwana akanijibu. Huyu nabii Habakuki anasema ya kwamba Bwana akanijibu akasema, akamwambia nini? Iandike njozi ukaifanye iwe wazi. Iwe wazi kwenye nini? Iwe wazi sana katika vibao, ili aisomae apate kuisoma kama maji. Sikiliza, Mungu anamwambia Habakuki, hiyo njozi ulionayo, hiyo ndoto ulionayo, iandike kwenye vibao, iwe wazi, aisomae apate kuisoma kama maji. Kwa jambo la kwanza la msingi, mtu anapokuwa ana njozi, mtu anapokuwa ana maono, mtu anapokuwa na malengo, ni vizuri maono na malengo yako na ndoto zako zote zikawa kwenye maandishi. Mungu alipomwonyesha Yeremia unabii kuhusu nchi ya Yuda na Yerusalemu, Mungu alimwambia hivi akayaandike yale mambo, na Yeremia akamtafuta mtu ambaye aliandika yale mambo. Japokuwa baadaye kwenye kusoma maandiko unagundua kwa sababu Yeremia aliandika ule unabii,
ilikuwa rahisi kwa Danieli kugundua ya kwamba ilibidi wakae kwenye nchi ya utumwa kwa miaka 70 pamoja na hiyo faida, lakini ni vizuri kuandika hayo mambo. Ukiangalia habari za Musa pia, Mungu alimuhimiza kuandika zile amri ambazo alimpa zote. Amri 14 zote Musa aliandika. Na watumishi wengine wa Mungu ambao tukisoma kwenye maandiko utagundua Mungu baada ya kuongea nao aliwataka wakaandike. Kwa jambo la kwanza, nenda kaandike hicho Mungu alichokwambia. Hayo maono uliyoyaona, nenda kaandike. Kama una ndoto ambazo umekuwa nazo, umekuwa unasikia misukumo fulani ndani yako kwamba ni lazima tu uje kuwa sehemu fulani au uje kufikia kiwango fulani, nenda kaandike. Jambo la kwanza. Jambo la pili, baada ya kuwa umeshaandika kwenye diary yako, sasa unaweza ukaanza kuhesabu au inabidi uanze kuhesabu gharama za kufikia huko. Kwa tafsiri nyingine, anza kuangalia ni mambo gani nikiyafanya yana uwezo wa kunipeleka huko na mambo gani nisikiyafanya hayawezi kunipeleka huko. Lengo la kufanya hivyo itakusaidia kujua mambo ambayo inabidi uanze kuyafanya kuanzia wakati huo na kuendelea, na kujua mambo ambayo hautaki kuanza kuyafanya. Kwa lugha ya Kiingereza wengine wamekuwa wanasema to do list and not to do list. Kwa hiyo baada ya kuwa umeshaandika maono yako au umeshaandika haya mambo ambayo Mungu amekwambia, jambo la pili, anza kuangalia mambo gani ukiyafanya yatakupeleka huko. Biblia katika kitabu cha Luka mtakatifu sura 14 mstari 28, maandiko yanasema ya kwamba ni nani awazae kujenga mnara asiyekaa chini kwanza kuhesabu gharama ya namna ya kuumaliza huo mnara. Hii inaonyesha ya kwamba kama utakuwa na maono na hautajua namna ya kuyafikia hayo maono, itakuwa ni vigumu wewe kuyafikia hayo maono. Na ndio maana watu wengi sana wamekuwa wanashindwa kufikia maono makubwa na ndoto zao, kwa sababu tu huwa wakishapata hizo ndoto au wakiwa na hayo maono wanasubiri yatokee kwenye ukubwa huo. Kumbe waga inabidi mtu ahesabu gharama na aanze kulipa zile gharama au aanze kupiga zile hatua ndogo ndogo. Watu wengi wao hawajui kwamba hizi gharama na hatua ndogo ndogo ndio huwa zinawapeleka watu kwenye yale mambo makubwa. Kwa wengi bila kujua hivyo wamekuwa wakisubiria mpaka waone maono kwa ukubwa ule. Lakini wewe unayesikiliza hapa, baada ya kuwa umeandika hiyo ndoto yako, angalia mambo ambayo ukiyafanya yatakupelekea huko, au ni hatua gani ndogo ndogo ukipita zitakupeleka kule. Kwa mfano, labda Mungu amekwambia au umekuwa na maono au una ndoto za kuwa moja kati ya watumishi wakubwa sana wa Mungu kwenye taifa letu la Tanzania. Kwa mfano, sasa unabidi ukae chini uanze kuangalia, labda kama Mungu ameniambia nitakuwa mchungaji mkubwa labda hapa Tanzania, kwa maana mchungaji mkubwa, kwa maana mchungaji mwenye huduma kubwa au huduma ambayo inahudumia watu wengi zaidi. Hebu angalia, ili ufikie kuwa mchungaji mwenye huduma kubwa, kwa maana inahudumia watu wengi Tanzania, ufanye nini na usifanye nini. Kwa tafsiri nyingine rahisi nimesema to do list and not to do list, kwamba mambo gani nifanye na mambo gani nisifanye. Na hayo mambo unapokuwa unayatenganisha hivyo, hizo ndo gharama za kuifikia au kuyafikia hayo maono. Kwa hiyo labda kwa mfano, jambo la kwanza, mimi kama mtu ambaye nategemea kuwa mchungaji nayehudumia watu wengi Tanzania, labda jambo la kwanza inabidi nisome neno la Mungu sana. Kwa hiyo ninapata jambo la kwanza ambalo sitaki kuliacha kulifanya ni kusoma neno la Mungu. Labda jambo la pili, labda inabidi nijifunze sana kwa wachungaji wengine ambao sasa hivi ndo wachungaji wanaohudumia watu wengi zaidi Tanzania. Kwa labda ndo jambo la pili ni kuanza kujifunza. Kwa haya mambo na mengineyo ndo yanakuwa gharama ambazo unazihesabu sasa, ambazo itakulazimu kuzilipa ili uende kwenye hayo maono au hizo ndoto ambazo Mungu amekuonesha. Na upande wa pili unakuwa na not to do list yako, mambo ambayo unatakiwa kuyafanya. Labda mimi kama mtu ambaye nategemea siku moja Mungu kuniamini kuwahudumia watu wengi zaidi Tanzania, labda sitakiwi kuwa tapeli, kwa mfano, jambo la kwanza. Au lugha nyingine tunasema sitakiwi kuwa na tamaa na pesa za washirika wangu, ndio jambo la kwanza labda. Na mingineyo yanafanana na hivyo unakuwa nayo. Kwa hiyo unapokuwa baada ya kuwa umeshaandika mambo ambayo unabidi uyafanye na mambo ambayo utakiwa kuyafanya sasa, kama gharama, kama mambo ambayo ni gharama za kulipa ili kuelekea huko. Sasa kutokea hapo unaanza kuyaishi hayo mambo. Nilisemaje? Nilisema nitakuwa nasoma neno, nilisema sitakuwa na tamaa na fedha za watu. Kwa kwenye to do list yako unakuwa kila siku au kila wakati unajitahidi kuwa msomaji mkubwa wa neno la Mungu.
wakati huo kwenye not to do list yako unajitahidi kutokuwa na tamaa na pesa za watu, kwa maana ya kwamba hautakuwa unamhudumia mtu ili akupe pesa, hautakuwa unamfanyia mtu kitu ili akulipe. Kwa kutokea hapo unapokuwa unaendelea kuyafanya hayo mambo taratibu, kuna uwezekano mkubwa sana wa wewe kufikia hayo maono makubwa ambayo Mungu amekupa, kama utakuwa unafanya haya mambo kwenye to do list na not to do list kwa uendelevu. Baada ya kuwa umefanya pointi ya pili, umeandika hizi gharama na umeanza kuzilipa, jambo la mwisho na la msingi sasa, unaweza tu ukaendelea kumwamini Mungu wakati unaelekea kwenye huo ukuu, kwa sababu unapokuwa kwenye mambo haya madogo madogo ambayo ndio huwa yanapeleka watu kwenye ule ukuu au kwenye ile picha kubwa ambayo waliona kwa Mungu, huwa inachukua muda. Na Mungu mwenyewe anapokuwa anakuonesha hayo maono ambayo alikuonesha, ndio maana huwa akupeleki moja kwa moja kwenye hayo maono, kwa sababu huwa anahitaji kukuandaa. Kwa hiyo wakati unakuwa unaishi hizi gharama au unalipa hizi gharama ili kufikia hayo maono yako makubwa ya mwisho, itachukua muda kidogo, na kwenye huo muda Mungu atakuwa akikuandaa. Kwa jambo la msingi jingine ni kwamba sasa unaweza tu ukaendelea kumwomba Mungu kwa uaminifu, kuendelea kumwamini Mungu kwa uaminifu, huku ukisubiria hizo hatua ndogo ndogo zikupe hatua kubwa ya mwisho ambayo unaitegemea. Kama ni mtu ambaye Mungu ameshakwambia vitu kuhusu wewe, usikubali kubakia nayo maono hapo hapo. Kaa chini, anza kuhesabu gharama ya hayo mambo. Mungu amekwambia utakuwa mfanya biashara mkubwa, kaa chini, hesabu gharama ya hayo mambo. Kuna uwezekano saa hii usiweze kuwa mfanya biashara mkubwa, lakini saa hii unaweza kuwa mfanya biashara mdogo. Kuna uwezekano saa hii usiwe kiongozi mkubwa, lakini saa hii unaweza kuwa kiongozi mdogo. Lakini kwa haya mambo yote utayafahamu kama utakaa chini na kuhesabu gharama. Hakuna ukuu wowote ambao utaupata kama hautalipa gharama. Na ili ulipe gharama lazima ujue unalipa gharama gani. Ndio maana nasema ya kwamba kaa chini uhesabu gharama. Ni kweli ndani yako umeona vitu vingi. Ni kweli ndani yako wewe ni mtu mkuu. Ni kweli unajiona kabisa ukiwa ni hatima ya hii nchi, hatima ya hili bara, hatima ya dunia. Ni kweli kabisa. Lakini je, unajua gharama za kulipa ili ufike huko? Chukua hatua, kaa chini, hesabu hizo gharama. Baada ya kuhesabu hizo gharama, anza kuzilipa. Nataka niseme kitu kingine hapa cha msingi sana. Mungu anapokuwa anawainua watu wengi sana, kwa utafiti ambao nimefanya kwa watu ambao Mungu amewainua, nimekuja kugundua kwamba Mungu alipokuwa anawainua, alikuwa anawainua hatua kwa hatua kwa hatua kwa hatua mpaka wakafikia kwenye ukuu walionao. Sikiliza stories za watu wengi ambao Mungu amewafanikisha sana. Utagundua watakuhadisia ambapo Mungu alikuwa anawainua hatua kwa hatua kwa hatua mpaka wakafika juu. Na kwenye hizo hatua ndogo ndogo ambazo walikuwa nazo, walikuwa wakijua gharama za kulipa na walikuwa wakizilipa hizi gharama. Kwa nipo hapa kuongea na mtu ambaye amekuwa na haya maono kweli. Na tutamani vijana tuone haya maono, au watu wawe na hizi ndoto, wawe na haya maono na washindwe kuyatimiza au washindwe kuyafikia. Kwa hiyo wewe kama una haya maono, usikae na haya maono ndani. Usiishie tu kuhadisia watu kwamba mimi msione hivi, baada ya miaka 20 nitakuwa mtu mkuu sana. Nitakuwa mtu mkuu sana kwenye eneo hili. Nitakuwa mtu mzuri kwenye eneo labda la media, kwenye eneo la uongozi, eneo la serikali, eneo la biashara, eneo la michezo. Usiishie tu hapo. Usiishie hapo. Kaa chini, hesabu gharama. Kama hautahesabu gharama, kwa mujibu wa maandiko, mtu ambaye hahesabu gharama ni vigumu kumaliza mnara wake. Kwa hiyo na wewe unaposhindwa kuhesabu gharama, itakuwa ni vigumu kufikia hayo maono. Ili uyafikie hayo maono ambayo Mungu amekupa, ambayo umeyasikia kwa Mungu, ili kuyafikia, kaa chini, hesabu gharama. Jambo la kwanza, andika. La pili, kaa chini, hesabu gharama. Unapohesabu gharama, tengeneza mambo ya muhimu kuyafanya ya kusaidia kufika huko, na mambo ambayo unatakiwa kuyafanya ili ufike huko. Na hapo utakuwa una to do list and not to do list yako. Na baada ya hapo itakuhitaji tu kuwa na uendelevu kwenye mambo ambayo unayafanya mpaka siku Mungu atakapokutambulisha kwenye ukubwa wa picha ile ambayo uliona. Na hiyo to do list and not to do list yako unapokuwa nayo, na kushauri uizingatie. Mambo ambayo umejiambia hautafanya usifanye, ambayo umejiambia lazima ufanye, hakikisha lazima umeyafanya kila wakati. Mungu akubariki sana. Karibu kwenye session yetu ya 3 ya kipindi cha Take a Step. Amen.